Watazamaji wa Mkombozi TV, bado tunapita maeneo mtaa kwa mtaa ili kutafuta Wakristo wenzetu tuweze kuwauliza maswali kuhusiana na Biblia. Naona kuna mama hapa anakuja. Mama, habari yako? Nzuri. Nzuri eh? Ndio. Mama, mimi naomba nikuweke hiki. Ndio. Kuna maswali yangu machache sana nataka nikuulize. Sogea kwa hivi tu. Tumwangalie yule pale, yule kameramani. Mama, mimi ni mtangazaji wa Mkombozi TV. Ndio. Tunatembea mtaa kwa mtaa. Lengo letu ni kutafuta watu wa imani yetu, kuwauliza maswali madogo tu machache. Ndio. Mama, kwanza hebu jitambulishe, mwambie mtazamaji unaitwa nani, alafu utatuambia wewe ni wa dini gani ili tuone ya maswali kweli ni ya kwako au sio ya kwako. Jitambulishe pale, unaitwa nani? Mimi naitwa Bibiana Adabu Kwai. Bibiana Adabu Kwai. Adabu hii au Adabu? Adabu. Sawa. Sasa mama Ana, Bibiana au mama Bibiana. Sasa Bibiana, mimi na maswali yangu matatu tu. Ndio. Sio mengi, afu sio magumu. Ndio. Sawa, uko tayari kuyajibu? Niko tayari. Haya, piga picha, naomba usogee kwa mbele kidogo ili upate picha kubwa. Sawa? Sasa swali langu la kwanza, nataka nijue hivi Yesu alikaa siku ngapi jangwani bila kula? Yaani akifunga. Alikaa siku 40. Alikaa siku 40. Asante. Katika Biblia ni manabii gani ambao wao walipaa ambao hawajaona umauti? Yaani hawajafa manake. Ni nabii yule aliyechukuliwa na gari la moto. Jina lake limetoka kidogo. Limekutoka. Lakini kisa unakijua. Alichukuliwa na moto, na gari la moto. Ila jina ndo limekutoka. Bado nafikiria au tuondoke hapa? Hapana, usiondoke. Kusema kweli. Mama bado anafikiria hapa. Amesema huyo nabii alichukuliwaga na gari la moto. La moto. Na alikuwa na mtumishi wake. Mtumishi wake unamjua? Mtumishi wake huyo nimemsahau. Ila nakumbuka huyo. Huyo aliochukuliwa na gari la moto. Una kawaida kusoma Biblia? Na kawaida. Una kawaida? Ndio. Okay, kwa hiyo nadhani leo unaweza ukaenda kupitia leo. Napitia. Sawa. Sasa mama amekwama hapa, anasema kweli kuna mmoja alichukuliwa na gari la moto lakini jina tu amkumbuki. Huyo mwingine anaitwa Elia. Mama anajiuliza huyo anaitwa Elia au nani? Hana uhakika. Sina uhakika. Yaani kweli ni mtu ambaye namjua sana. Na mtumishi wake wote nilikuwa nao, lakini nimesema nimepata shida kidogo ya ubongo. Kwa lazima niwe sinaga kumbukumbu za kutosha. Kweli. Basi mama anasema yeye kiukweli anakumbuka. Sasa tumsaidie kitu. Yuko sahihi, ni kweli ni Elia. Na hata kama ataenda kusoma atakuta iko kisa kimeandikwa kwa uzuri kabisa, Elia na mtumishi wake alikuwa Elisha. Ushakumbuka? Nishakumbuka. Sasa sisi lengo letu tunataka Wakristo bila kuangalia wewe unasali wapi, unaabudu wapi, kwa sababu sisi muhimili wetu mkubwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu hakuleta dhehebu, hakuleta dini. Yesu anataka sisi tumjue Mungu. Kwa hivyo kuanzia sasa nadhani nimekupa motisha ya kuendelea kwenda kusoma. Na kujifunza. Kwa hivyo tutapita siku nyingine, tutaulizana tena maswali. Sawa. Ukiyajibu tunajua huyu sasa kweli msomaji wa Biblia. Swali langu la mwisho linasema hivi, katika Biblia kitabu cha mwisho kabisa kwenye Biblia kinaitwaje? Hapo nimechemka kwa kweli. Hapo umechemka? Nimechemka kabisa. Sawa. Sasa Biblia unayo nyumbani? Ninayo. Haya, sasa nadhani utaenda kuisoma. Ndio. Mimi nitakupitia siku nyingine ili nione kweli umeisoma au hujasoma. Sawa. Amina.
Basi asante sana mama, tunakushukuru. Uniulizi mwanzo, umeniuliza tu mwisho. Mimi na tabia ya kusoma, yani nasomaga mwendelezo. Sina ile ya kusoma Biblia na kuweka mkono na kufunua na tabia ya kusoma mwendelezo. Kwa hiyo mimi unaanza kwa hiyo tamani uanzie mwanzo. Mwanzo. Sasa lakini sasa hii mimi nakupa challenge. Wewe nenda kaangalie Biblia yako, angalia kitabu cha mwisho kwa sababu Biblia kuna mwanzo na mwisho. Kwa hiyo kasome, kaangalie tu mwisho uone ni kitabu gani. Sawa? Alafu kingine uendelee kujifunza kwa sababu bado tutapita pita. Tukakutana tena hapa. Majibu nadhani yatakuwa tofauti. Sawa. Tuendelee kuombeana, najua Mungu atakusaidia, utajifunza. Na kama kuna madarasa ambayo ya watu wanajifunza, basi ni vizuri pia kama Mkristo ukajumuika. Kwenye kusoma Biblia usiangalie unasali wapi kwa sababu katika makanisa, kila kanisa lina utaratibu wake wa kufundisha neno la Mungu. Ndiyo. Wengine wanasoma viongozi tu, wengine wanakuwa na madarasa kabisa makanisani. Ndiyo. Kwa hivyo angalia sehemu ambayo inaweza kukusaidia ili ukaijua na wewe Biblia. Ndiyo. Amina. Amina. Najua utafanya hivyo kwa sababu unakuona kabisa unampenda Mungu. Amina, nampenda Mungu sana. Sana unaonekana. Mungu azidi kukubariki. Basi nakushukuru. Amina. Haya basi wewe. Amina, Mungu akubariki sana. Na wewe pia ubarikiwe sana. Asante. Haya ngoja tutoe hii. Haya asante. Watazamaji wa Mkombozi TV, tunashukuru leo nimekutana na marafiki zangu wa Roman Catholic. Nimeuliza maswali, wamejitahidi pale walipoweza na mengine wameniahidi kwamba wataenda kuyafanyia kazi. Basi na wewe kama ni mtu wa maombi, naomba tuwaombee hao wenzetu ambao leo tumewaona hapa ili Mungu awasaidie tutapokutana nao tena, basi wawe ni wataalamu kabisa, ni watu ambao wanajua haya ambayo tumewauliza. Kwa hivyo nikuombe tu wewe ambao unaangalia, ambao unafuatilia channel hii, Mungu azidi kubariki. Ninachohitaji kwako ni kitu kidogo sana. Nahitaji like yako, nahitaji comment yako, nahitaji sharing yako. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya sadaka kubwa sana. Utakuwa umeshirikiana na mimi kumtangaza na kumuinua Yesu Kristo ambaye ndio Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Kwa hiyo nikuombe pale ulipo, Mungu akujalie, usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare. Mungu atakubariki. Najua hapo ulipo uweze kufanya kama mimi, lakini ukifanya hivyo utakuwa umeungana na mimi na Mungu atakubariki. Mungu anapenda tuifanye kazi yake. Tuamke wa Kristo, tujifunze maandiko, tusome Biblia ili tuwe tunamjua Mungu, shetani asitusumbue. Asante na Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia channel hii.